Oh yes, mambo vipi mwana soka, mambo vipi wewe mwana Yanga, mambo vipi mwana Sports by Swazi. Leo ni siku nyingine tena na tumeiona baraka ya magoli kutoka kwa Yanga Sports Club ambaye amecheza na klabu ya Coastal Union, ambayo mechi hii imepigwa pale kwenye uwanja wa KMC. Na kubwa zaidi ni kuna baadhi ya matukio na kuna baadhi ya rekodi ambazo zimeandikwa upya siku hii ya leo. Baada ya Yanga Sports Club kujipatia ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Coastal Union, kuna baadhi ya rekodi ambazo zimetokea na zimeandikwa upya ama zimeendelezwa kutokana na zilivyokuwa. Tukio kubwa zaidi ya yote ni tukio la golikipa wa Coastal Union. Pongezi ziende kwake kwa kufanya saves zaidi ya 23 kwenye mechi moja. Haikuwa rahisi kwa sababu Coastal Union walikuwa wanatakiwa kupigwa zaidi ya goli hizi ambazo wamepigwa siku hii ya leo, lakini bila shaka uimara golikipa wa Coastal Union ndio ambao umewafikisha hapa walipofika hii leo. Lakini cha pili ni muendelezo wa red card. Kumekuwa na muendelezo wa red card ambao ulianzia kwa timu ya Simba Sports Club, na aliyefungua mlango wa red card alikuwa ni David Kameta Duchu, ambaye yeye alipata red card kwenye mchezo wake wa kwanza kabisa ambao Simba Sports Club alicheza na Kagera Sugar United, na yeye ndo aliyefungulia. Lakini pia mpaka sasa hivi Simba Sports Club ndio anaongoza kwa kadi, lakini leo hii Coastal Union pia ameweza kupata kadi nyekundu, ambayo huenda wewe ambaye unatazama video hii ukuweza kuangalia mchezo na kujua kwamba nini kinaendelea. Lakini pia kingine ni kuhusiana na zile offside ambazo zimetokea pale. Kuna offside moja hivi ambayo ilitokea kipindi cha kwanza ambayo huenda watu wengi sana waliongelea na kuhisi kwamba haikuwa offside. Ni ule mpira wa Kangwanda, Albert Kangwanda aliocheza na akawa amefunga mwamnyeto kupitia kichwa. Ile ilikuwa ni clear offside. Hata ukitazama video ya marejeleo hii hapa unaweza ukaona kwamba ni clear offside. Kangwanda alicheza kona akarudishiwa pasi. Ile pasi ilivyorudi yeye alikuwa bado yuko kwenye offside. Kwa hivyo anaporudisha ndani ilikuwa ni wazi kwamba tayari alikuwa amekwishaotea na kujenga kibanda pale alipokuwa amesimama. Tukio la tatu ni performance ya Zakuani. Hussein Zakuani amekuwa na performance bora zaidi kwenye mechi 3 hizi mfululizo. Kiufupi, Hussein Zakuani ni water player kama ambavyo anasemaga ndugu yetu Kamera Simba, shabiki wa Simba yule ambaye ameanzisha mchezo wa water player na msemo wa water player. Ni Zakuani ni water player kweli kweli, kwa sababu performance anayoonyesha hivi sasa hatukutegemea kabisa kuona performance hiyo akionyesha mara baada ya kuwa ni sajili mpya ambayo imefanyika, na tulitegemea kwamba labda adaptation yake itakuwa ni ngumu sana hapa Bongo, lakini ameadapt mazingira kwa haraka mno. Jambo la tano ni kuhusu muendelezo wa Yanga Sports Club na ufungaji wao wa magoli mengi. Kama kawaida tunavyojua kwamba Yanga ni timu ya magoli mengi, kwa hivyo popote unapoiona wewe kama ni mtu wa kubeti, basi mfuate Yanga mazima na umuombe goli 3. Obvious lazima atatoa. Au Yanga mwenyewe pia ukimwomba goli 3 si mchoyo kabisa wa magoli. Kwa hivyo kwa wale watu wa kamari, wale watu wa kubashiri, unaondoka na hiyo option. Lakini pia hii ni taarifa mbaya ama ni rekodi mbaya pia kwa Djigui Diarra, baada ya kuwa mechi ya leo pia ameshindwa kuondoka na clean sheet ya waziwazi. Ameshindwa kuzuia goli la Coastal Union, ilikuwa ni foul ambayo ilipigwa kuelekezwa golini kwao, lakini mbaya zaidi wameshindwa kuondoka na Djigui Diarra ameshindwa kuondoka na clean sheet ambayo ilipigwa. Kwa hivyo free kick ambayo ilipigwa ilisababisha goli. Kwa hivyo ni wazi kwamba taarifa mbaya kwa Djigui Diarra ndio hizo, na hiyo ni inakuwa ndoto mbaya kwa Djigui Diarra. Mechi 2 mfululizo anakosa clean sheet. Rekodi nyingine ni kwamba rasmi sasa Coastal Union wameweka rekodi ya kufungwa na Yanga Sports Club kwa zaidi ya mara 10. Ukiangalia head to head zao zinaonyesha wazi kwamba Yanga Sports Club na Coastal Union wamekutana zaidi ya mara 13, zaidi ya mara 12, huku Yanga Sports Club akiondoka na ushindi wa mara 12
huku Coastal Union akiondoka na ushindi mara moja dhidi ya Yanga Sports Club. Lakini pia mechi hii ya leo ya Yanga Sports Club dhidi ya Coastal Union ndiyo ambayo imeweka msingi wa msimu huu kuhusu magoli kufungwa zaidi ya 4 kwenye mechi moja. Isitoshe, kuna mechi za awali ambazo zilichezwa lakini hakukuwa na mechi iliyokuwa na zaidi ya magoli 4. Kwa hivyo Yanga Sports Club ndio timu ya kwanza kufunga goli 4 kwenye mchezo mmoja. Lakini pia vile vile Yanga Sports Club ameweka rekodi ya kwenye ninachotaka kumaanisha ni kwamba Yanga Sports Club ndio ameweka msingi wa msimu huu kufunga goli nyingi zaidi mpaka hivi sasa. Goli 4 alizofunga Yanga ndio ambazo zimevunja rekodi ya kwamba hakuna timu ambayo imewahi kuvunja ambayo imeshinda goli 4 mpaka hivi sasa. Mechi ni 2-2 zimechezwa. Kuna baadhi ya timu nadhani hazijacheza kabisa, lakini nadhani tunaweza tukapata pia magoli mengi zaidi ya haya. Hii ni Sports by Swazi. Tafadhali usisahau kusubscribe kwa taarifa hii na taarifa zingine. Big ciao.